siku ile kulikuwa na maandamano, kuna wahuni walivamia hili jengo letu, na ninaweza sema hivi, wale hawakuwa Gen Z, wale ni wahuni walikuwa wamejipanga, kwa sababu walikuwa wanajua ni wapi wanaenda kuiba na ni nini wanaenda kuiba. Walikuwa wanasema hapa ni kwa simu, hapa ni kwa nguo. Walikuwa wamejipanga, na tulikuwa tunaona hata tukiwa juu, tulikuwa tunaona vile wanajipanga pale nyuma. Walikuja wakavunja ile mlango ya jengo letu. Haikuwa imefunguliwa, ilikuwa imefungwa, kwa sababu mimi personally nilikuwa pale, ilikuwa imefungwa. Vile tuliona kuna kaa taharuki, tuliambia masoldier watufungie milango. Juu tuliona tukitoka tunaambiwa Jogoo Road ni kubaya, Thika Road ni kubaya, tukaona ni vizuri tujifungie ndani mpaka kutulie. Walipomaliza kupora supermarket kule, walikuja hivi wakajaribu Geotech, wakashindwa kwa sababu iko na milango mbili. Ndio wakasema waingie Sunday. Watu walikuwa wamejihami vizuri, walikuwa na matarimbo, walikuwa na players zingine za kukata mpaka kufuli, ndio wakaweza kuingia kwa jengo letu. Walitupata. Kama mimi duka yangu iko meza nene, na nilikuwa nafikiria wataweza kuingia. Tulifunga tu, kufunga milango hivi, tulisikia ndio wameingia. Waliingia wako na machuma, wanagonga wakianza kupora. Sisi tukakimbilia usalama wetu, tukaenda kule juu. Okay, hatukuwa wale wote tunakuaga kwa hili jengo, tulikuwa tu watu kadhaa. Tukatoroka tukaenda juu. Stima ilipozimwa, kwa sababu kuna mmoja wetu alizima stima pale ndio wasiweze kuiba ama kuona ni wapi wanaenda. Nafikiri walikasirika, na walikuwa na petrol bomb. Kuna duka iko pale mbele, hiyo ndio walirusha wakapasha nyumba moto. Sisi tulikuwa kule juu tunapigiwa simu na watu ambao walikuwa across hizi buildings zingine, wakaniambia moto imewashwa, joeni vile mtajiokoa. Tulikuwa wengi, kwa sababu kama mimi personally nilikuwa kwa ile juu ya ofisi, huko juu kabisa pale kuna matanki. Kuna watu waliruka wa second floor, kuna wawili walivunjika miguu, na wengine wetu tuliweza kuruka na hatukuumia. Tuliruka pande ile ya Romo, wengine wakaruka pande hii ya ile jumba la Meka. Unfortunately kuna wale hawakuweza. Mmoja aliruka akavunjika mguu, kisha akakuwa na internal injuries. Hakufariki hapo, lakini alipelekwa hospitali St. Francis Kasarani, alipelekwa na pikipiki, na ilipofika saa 11 aliaga. Kuna wenzetu wawili ambao pia tulikuwa tunakosa. Hawa hakuweza, nafikiri walilendoka na moshi ama moto, waliungua beyond recognition. Tuliweza kuwatoa. Mmoja tulimtoa, alikuwa fundi, alikuwa third floor. Tulijua kwamba ni yeye, kwa sababu nafikiria vile alisikia hiyo taharuki, aliweza kujifungia ndani, alifunga na konji ndani, alikuwa fundi. So hiyo ndio ilifanya tu certain kwamba ni yeye. Alikuwa anaitwa Matthew. Huyo mwingine nafikiria kipanda stairs anaitwa Fanta. Hata in fact pia alitomeka beyond recognition. Jana hata ndio results zilitoka za DNA za kuwa certain kwamba ni yeye. Kwa hivyo kwa jumla tumepoteza watu watatu. Wawili wameumia sana, walivunjika miguu, ambaye ni Mashirima, Georgina na Karanja. Walivunjika miguu wote wawili. Mali hatukuweza kuokoa chochote. Tulibaki vile tumesimama hivi. Jumba liliteketezwa moto, na walipora zingine kisha wakateketeza. Sisi tulibaki hivyo, tumebaki hatuna stock. Secondly, hatuna duka kwa sababu walichoma. Sasa hiyo ndio ile mambo ambayo ilitukumba. Naweza sema pia, naweza shukuru MCA wetu, aliweza kutuorganizia evangelist. Through him tuliweza kuongeleshana na yeye, ndio tukapanga hii event. Hatukuwa tunajua tutaifanya aje, na naweza sema pia
nashukuru Reverend kwa sababu ya kuitikia wito wetu, na pia nikushukuru kwa sababu umeweza kutuletea Karango. Maybe sisi hatungempata. Naweza pia shukuru Mheshimiwa Mwago. Nafikiri Boniface aliweza kucontact, na we really thank you for standing with us. Uko na sisi hapa, karibuni sana. So kwa hayo machache naweza tuko na candles ambazo tunauza hapa, zile ambazo tutalight alafu tunaenda kuweka kwa ile jumba ambalo tulikuwa tunafanya biashara. Tunauza shilingi 200, shilingi 100, ama hata ukiweza kununua 1000 bado tutashukuru. Hizo pesa tutaweza kuzitumia ama tutaweza kuzigawa zile ambazo tutapata. Kwa watu wako na hizi nini za grain, tafadhali tafadhali tunaomba mtu support. Lastly, naweza kushukuru pia our landlord ambaye ako hapa nakuja kashikania na sisi. You are most welcome. Tutapatiwa nafasi utatuongelesha. Nafikiri naweza ita Francis alafu kisha akaribisha mama. Asanteni sana kwa kunisikiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Mheshimiwa Mwago, Mheshimiwa Kwenya, Evangelist Lucy Wangojeri, our landlady. Bwana Yesu asifiwe. Siku hii ya leo nimesimama hapa kwa niaba ya wana Sunbeam. Najua kwamba wangeambiwa wakuje hapa wangekuwa na maneno mengi ambayo wangeweza kusema, lakini nimesimama hapa kwa niaba yao kwa kuwa kwa miaka 12 nimekuwa na hawa, na nimekuwa nikiwa mahala pale katika management ya mahala pale. Na kwanza kabisa ni kumrudishia shukurani Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwa katika nyumba hii, kwa sababu wengi wetu ambao huwa wamekuwa mahala pale wasema kwamba wamekuwa mahala pale kwa miaka 17. Mimi pale nimekuwa miaka 12 na nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hiyo. Kile ambacho ninakachosema ni kwamba Ayubu aliweza kupoteza mali yake yote, akapoteza watoto, akapoteza ng'ombe zake, akapoteza vitu vyake vyote. Kitu kimoja kinachonitia nguvu ni hiki, ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuja kumrejeshea. Hata nasi wana Sunbeam kuna kitu moja ninachokijua, kuchomeka kwa Sunbeam sio mwisho wetu. Mwenyezi Mungu atakuja kutulipa kitu na kingine. Hicho ndicho ambacho ninachoamini. Na siku hii ya leo tumekuja mahala hapa kumwambia Mwenyezi Mungu kwa yote, everything happens for good for them that are in Christ Jesus. So tumekuja kusema Bwana asante, kwa sababu licha ya haya yote ambayo yaliyofanyika, ndio mbele yetu hapa tuna wajane, tuna watoto wao ambao wameketi mahala hapa, lakini kwa yote haya pia kukumbushana ya kwamba sisi wote tu wasafiri ulimwengu huu. Nipeana jambo, kuna yule ambaye aliyoruka ambaye anaitwa Dadis. Aliporuka alinipigia simu akiwa mahala pale alipoanguka, akaniambia Francis, tafuta vile ambavyo utanisaidia, nimeruka kutoka juu na mahala nimeanguka, nimevunjika. So nilichokifanya, nilipigia wenzangu wa nyumba ile nyingine caretakers, nikawaambia kuna mtu ameanguka upande wenu, jaribini muone vile ambavyo mweza mkamsaidia. Na niseme nini, siku hiyo alikuwa amekaa kwa hii nyumba kwa dakika 30 peke yake. Hakuwa amekuja the whole day. He only came 30 minutes later, ndio hiyo fracas ikaweza kuanza. Nataka kusema nini wapendwa? Sisi sote ulimwenguni huu tu safarini. Na kwa kuwa tu safarini, haujui siku yako, sijui siku yangu. Na kwa sababu hiyo, si tukaweza kumshukuru Mungu na tuseme ya kwamba yote yamefanyika kwa wema. Gutiro do umeteka inaduda, mode meke kete kwa wema. Ningependa kupeana nafasi hii kwa
Kwa nafasi hii ninataka kuweza kumalizia na kusema ya kwamba everything happens for good for them that are in Christ Jesus. Nitaweza kumwalika my principal ambaye ndiye Mam Rahab Karoki, ambaye ndiye amekaa na hawa watu miaka hiyo yote, miaka 17. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ningetaka kuanza na kushukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Hii maneno imetupata kama family. Tumekaa na nyinyi kama jamii, tumefanya biashara kutoka tukiwa very young, 17 years jana, na tumekaa kama family. Na mimi ningetaka kuambia hatuwezi kuregret kwa sababu God has been on our side. Shetani alikuwa amechora this would have been worse, kwa sababu you can imagine moto imeanza na chini na huko juu kuna watu, but God has been gracious to us. Tuko na nyinyi kama wenye nyumba, tunahuzunika na nyinyi kwa sababu hata sisi tuko victims, na tunaomba Mungu atupatie neema yake na rehema zake, atucomfort. Na mimi najua at the end of the tunnel there is light. Na I bring my condolences pamoja na staff wangu akina Francis na hawa wengine mnawajua, na tutasaidiana hii mzigo mpaka we come of it, kwa sababu with the time Mungu atatuponya hizi vinonda, because it can be bitter, it can be very devastating, lakini we have a God who is able to do exceedingly more than what we can even believe or imagine, kwa sababu kutoka mwanzo tulianza na yeye na hata mpaka mwisho tutamalizia na yeye. God is gracious, he is our Father, na atatusaidia. Tuko na nyinyi, na as you know, tumekaa hapa kama family, tutaendelea hivi, na God will give us a way. May God bless you.